muhimu ya umoja wa roho katika kanisa. Jambo la kwanza, kanisa lina Bwana mmoja. Kanisa lina Bwana mmoja. Mstari wa 5, maandiko yanasema hivi, Bwana mmoja. Bwana mmoja. Tunaenda tu, kuna koma, alafu kuna imani moja, koma, alafu ubatizo mmoja, nukta. Sasa tunaanza na kile kipengele Bwana mmoja. Bwana mmoja. Maana ya Bwana katika dunia ambayo Paulo alikuwa anawaandikia Waefeso, lile neno Bwana ni mamlaka ya juu. Mamlaka ya juu katika dunia ambayo Paulo alikuwa anawaandikia Waefeso. Kumbuka Paulo alipokuwa anaandika waraka huu alikuwa yuko gerezani. Ni kati ya nyaraka za Paulo alizoziandika akiwa gerezani. Sasa neno Bwana katika wakati huo lilikuwa lina maana ya mamlaka ya juu. Sasa Paulo anawaambia Waefeso hivi, Bwana mmoja. Bwana mmoja. Na ndiyo anawaambia, alikuwa analenga kitu gani? Paulo alikuwa analenga Kristo ndiyo Bwana. Unajua neno Kristo, tunapotumia neno Kristo maana yake ni mpako mafuta. Kwa lugha nyingine ni mfalme. Sasa unapokuta Kristo Bwana kwenye Biblia maana yake ni kwamba mfalme, mtawala. Sasa hapo tuna neno ndiyo, anawaambia sasa Kristo ndiyo Bwana. Maana yake Kristo mfalme ndiyo anayetawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo Kristo ndiyo mwenye mamlaka ya juu. Alikuwa anawaambia Waefeso. Kumbuka nilishakwambia Waefeso lazima tutafute kwa nini Paulo alikuwa anawaambia hivyo. Paulo alikuwa anawaambia hivyo kwa sababu Waefeso walikuwa wamegawanyika, mataifa na Wayahudi, matajiri na maskini, watumwa na huru. Sasa anawaambia mtawala ni Kristo, kwa sababu katika dunia hiyo kadhalika kulikuwa kuna watawala, lakini kulikuwa kuna watu ambao wanatawaliwa. Kulikuwa kuna watawala, kwa mfano kulikuwa kuna mtawala anayeitwa Kaisari, lakini pia kulikuwa kuna mabwana wale ambao wanawatawala watu, lakini pia walikuwa wanatawaliwa kama nchi au kama